Kwa nini ni lazima niteseke? Maisha ni magumu. Mateso na magumu ni sehemu ya maisha yetu. Watu wengi kwa wakati mwingine wanaugulia magonjwa ya kimwili. Njaa inawashikia watu kwa asilimia kubwa hapa duniani. Umaskini unawatesa watu wasio na uwezo. Na wengine wapo wanaoteseka mikononi mwa watu kwa namna mbalimbali. Kwa mfano, baadhi wanashikwa na matatizo ya kindoa au wazazi wakatili au mabwana wakali. Kwa sababu ya hali ya vita katika baadhi ya nchi zingine, watu wengi wasio na hatia wanapoteza mali, nyumba, familia na hata maisha yao. Wale wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu wanateswa na kuudhiwa kwa sababu ya imani yao. Ulimwenguni pote watu mamilioni wanateseka kila siku. Kwa nini? Kuna sababu gani? Mateso yaliingia ulimwenguni tokea mwanzo kwa sababu ya dhambi. Yanawakumbusha wanadamu na hali yao ya kuwa wenye dhambi. Mwanzo 3:16 mpaka 19. Warumi 5:12. Kwa sababu Adamu na Hawa waliasi amri ya Mungu katika bustani Eden, maumivu, mateso na huzuni yamekuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu kila siku. Kwa sababu dhambi iko duniani, mateso ni sehemu ya maisha. Katika maisha haya hapa duniani, tusitarajie kuona mwisho wa mateso wala magonjwa kuisha kabisa. Sisi sote tunaathirika nayo bila kujali rika yetu, taifa letu au cheo chetu. Watu wengi wanateseka bila lazima kwa sababu wanatumia miili yao vibaya sana au hawaijali wala kuitunza miili yao. Kama utachagua mwenyewe kuvuta sigara, kunywa pombe au kutumia madawa ya kulevya na kuishi maisha bila kujizuia, utajiangamiza. Matokeo ya maisha haya maovu ni uharibifu wa mwili wako na akili yako inaweza kuchanganyikiwa na mawazo mengi ya kukata tamaa. Ni dhambi kuikatili miili yetu. Wakorintho wa kwanza 3:17-18, 20. Utukufu kwa Mungu katika mateso. Kuna mateso mengi ya kawaida yanayotujia sisi sote, tajiri na maskini pia. Hakuna mtu, japo ni mzuri kiasi gani, anayeweza kukwepa mateso yote. Kwa mfano, Ayubu alitambuliwa na Mungu kama mtu mkamilifu na mwenye haki. Angalia misukosuko yake ya machungu. Alipoteza afya yake, mali yake yote ikaharibika. Watoto wake wakafa wote na pia mke wake akamgeuka. Badala ya kumlaani Mungu, Ayubu alisema, Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana libarikiwe. Ayubu 1:21. Mungu alitukuzwa kwa sababu imani na sifa za Ayubu. Kadhalika, angependa kutukuzwa tunapopitia mateso yetu. Mtu aliye mgonjwa, kipofu, mwenye kovu, kiziwi, mlemavu, tasa na NK hakupata hali hiyo kwa sababu yeye au wazazi wake wametenda dhambi. Wanafunzi walimuuliza Yesu baada ya kumuona kipofu, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Kiondoo 9:2. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi, wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Mstari wa 3. Baadaye Yesu alimponya huyo mtu. Kwa mfano mwingine, mwanamke tasa anateseka bure. Anaachwa na kukataliwa na mume wake kwa sababu ya uzushi na unyanyapaa wa mila na desturi za ukoo. Utasa wake hauonyeshi kwamba amefanya dhambi wala hajalaaniwa na Mungu. Mwanamke mwenye hali hii asikate tamaa kuishi, maana Mungu ndiye anayefunga tumbo na yeye ndiye anayefungua tumbo. Soma 1 Samueli 1:5-21-21. Wanawake wenye tatizo hili na wawe wa imani kwa Mungu, wakijua kwamba Mungu anawapenda na anawawazia mema na sio mabaya. Mateso yana makusudio gani? Mungu hapendi kukutesa, maana moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha wanadamu.
Maombolezo 3:33. Bali anapenda utakaswe kwa kuvumilia mateso ya namna hii. Hata mabadiliko ya kiroho yanaweza kuingia moyoni mwako kwa kupitia mateso hayo. Mateso yanadhihirisha hali halisi ya roho yako, jinsi ilivyokuwa na kukuonyesha udhaifu wako. Ukikubali magumu na mateso yanayokujia, yanaweza kulainisha moyo mgumu. Ukiwa mnyenyekevu wa moyo, utamtegemea Mungu na makusudi yake kwa maisha yako. Mungu anakusudia akusogeze karibu naye kupitia mateso yako. Yusufu aliuzwa kama mtumwa na ndugu zake. Badala ya kuwa na uchungu moyoni juu ya hili, alimruhusu Mungu afanye kazi ndani yake. Mateso ya Yusufu yalikuwa sehemu ya mpango wa Mungu ili familia na watu wote wa Misri wapate kuokolewa wakati wa njaa. Baadaye, aliwaambia ndugu zake waliokuwa wametubu, "Nanyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo." Mwanzo 50:20. Alibarikiwa kwa kukubalia kwake. Faraja ya Mungu katika mateso. Mateso unayopitia yanakufanya uifikirie nafsi yako. Unaweza kujiona umebaki peke yako katika matatizo na kufikiri hakuna mtu anayekuelewa. Mizigo unayobeba inaweza kuonekana ni mikubwa kuliko ya watu wengine. Ni rahisi kujihurumia na kuwa na uchungu wa moyo. Lakini mfano wa Yusufu unakuonyesha ni kwa jinsi gani Mungu aweza kukubariki ukimnyenyekea. Usikate tamaa, bali unaweza kuruhusu mateso yako yabadilishwe kuwa utukufu kwa Mungu. Wakati utakapompelekea mateso yako yote na unyenyekevu ukinena, "Bwana, mapenzi yako yatimie," Mungu anaweza kukufariji. Mateso hayatakuwa na mwisho kwa wale waliomkataa Yesu. Yohana 12:48. Ingawa wale walio tayari kuteswa kwa ajili ya Yesu katika maisha yao hapa duniani watapokea thawabu ya uzima wa milele huko mbinguni ambapo hapana mateso. Ufunuo 21:4. Kwa kutii na kukubali njia za Mungu kwetu na kuungama dhambi zetu, mavazi yetu yataoshwa yawe meupe kwenye damu ya mwana-kondoo. Hao waliokombolewa kwa njia hii watapata taji ya utukufu mbinguni. Ufunuo 7:13-14. Mateso yanakufanya uwahurumia watu wengine wanaoteseka. Ukipitia mateso mwenyewe, utakuwa tayari kabisa kuwatembelea na kuwaombea wenye mateso na dhiki. Atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Wabiri wa Korintho 1:4. Yesu ndiye mfano wetu. Yesu aliyekwisha kuishi duniani akiwa na mwili huu kama wetu, anatuelewa vizuri pamoja na mateso yetu. Anasononeka nasi zaidi ya mwanadamu mwenzetu. Anajua maumivu yetu na mioyo yetu yenye kufadhaika. Wakati Yesu alimuona huzuni ya marafiki zake kwenye kifo cha Lazaro, aliguswa sana rohoni mwake na kufadhaika moyoni hadi akalia machozi. Yohana 11:33-35. Yesu alijitoa kuteswa kwa ukombozi wa milele wa mwanadamu. Igawa mwana wa Mungu mkamilifu alikuwa tayari kuyapitia mateso namna hii, basi inatubidi sisi pia tuwe tayari kuvumilia mateso. Wafuasi wa kweli wa Mungu wanakubali magumu na mateso yanayowajia kwa sababu wanamtumikia Yesu ambaye ni mfano wao. Wakiwa na ule wango wa upendo wa Yesu na jinsi alivyojitoa kuwa dhabihu, inawafanya wajiulize, kwa nini nasi tusingeteswa? Ingawa unaweza kuteswa sana, unaweza kupata utulivu moyoni kwa kukubali yale Mungu aliyoruhusu kwako. Mungu aliye mpangaji mkuu amekupangilia maisha yako. Pia amekuahidi kwamba atakulinda katika kila jaribu litakalokujia. Wakati Mtume Paulo alikubali mateso yake, aliweza kuwa na furaha kama mtu aliyetumwa. Aliomba mara 3 akimuomba Mungu aondoe ule mwimba uliomo mwilini mwake. Lakini Mungu akamjibu,
neema yako ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Wabiri wa Korintho 12:9. Kuna matukio mengi ambayo watu wanamshukuru Mungu kwayo yanawapitisha kwenye bonde la mateso, maana yaliwafanya wasimame, wajipime na kuwaza sana kuhusu maisha yao. Baadaye wakagundua kwamba maisha ni zaidi ya anasa, malengo ya dunia na kujikidhi haja zao. Mengi wameshahudia kwamba wamempata Bwana kupitia mateso. Halafu wakati watakapokabili mauti ya kimwili, watasema kwa furaha pamoja na Paulo, mauti imemezwa kwa ushindi. Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wabiri imeandaliwa na Gospel Land Channel.